Je, serikali ya Kenya Kwanza imepokea vipi matokeo ya uchaguzi wa Ol Kalou baada ya ushindi wa Sami Douglas Kamau Ngotho? Macho ya Wakenya sasa hayako tena kwenye sanduku la kura, yako Ikulu, kwake rais, naibu rais, kwa mawaziri na viongozi wa serikali. Je, ujumbe walioupata ni upi? Rais William Ruto ametoa pongezi kwa mbunge mteule na kutoa wito wa kuwatumikia wananchi wote wa Ol Kalou. Lakini je, kauli hiyo inamaanisha nini kisiasa? Na kwa nini baadhi ya viongozi wa serikali wameanza kuzungumzia upya siasa za Mlima Kenya baada ya matokeo haya? Ushindi huu utabadilisha mikakati ya Kenya Kwanza kuelekea mwaka 2027, au serikali inaona huu ni uchaguzi mdogo usiopaswa kutafsiriwa kama kipimo cha kitaifa? Leo katika habari moto za sasa tunakuletea taarifa, kauli rasmi na uchambuzi wa kina kuhusu jinsi serikali ilivyoitikia matokeo ya Ol Kalou. Karibu Moto TV Kenya, kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki. Jina langu Ogaro Brian Osoro. Asante kwa kuendelea kuichagua Moto TV Kenya. Kama bado hujabonyeza kitufe cha subscribe, tafadhali fanya hivyo sasa. Like video hii, andika maoni yako kwenye sehemu ya comments, share na marafiki zako, na usisahau kuwasha alama ya kengele. Pia tufuate @Moto TV Kenya kwenye majukwaa yote ya mitandao ya kijamii. Baada ya mchakato wa kampeni, upigaji kura na kuhesabiwa kwa kura kukamilika, uchaguzi mdogo wa Ol Kalou umeingia katika hatua nyingine muhimu, hatua ya tafsiri za kisiasa. Mara nyingi uchaguzi mdogo hauishii kwenye kutangazwa kwa mshindi. Viongozi wa kisiasa huanza kuchambua ujumbe wa matokeo, vyama kutathmini mikakati yao, na wananchi kujiuliza matokeo hayo yana maana gani kwa siasa za baadaye. Katika uchaguzi huu, Sami Douglas Kamau Ngotho aliibuka mshindi na kuwa mbunge mpya wa Ol Kalou. Baada ya matokeo hayo, viongozi mbalimbali walitoa kauli zao. Baadhi walimpongeza mshindi, wengine walitoa wito wa umoja na maendeleo, huku wachambuzi wa siasa wakianza kutafakari ikiwa matokeo hayo yanaweza kuwa na athari katika siasa za Mlima Kenya na hata maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Masaa machache baada ya matokeo ya uchaguzi mdogo wa Ol Kalou kuthibitishwa, macho ya wengi yalielekezwa kwa Rais William Ruto. Swali lilikuwa moja: angejibu vipi baada ya mgombea wa UDA kushindwa kwa tofauti kubwa ya kura? Rais hakuchagua kuzungumzia nani ameshinda au nani amepoteza kwa lugha ya ushindani wa kisiasa. Badala yake alitumia ujumbe wake kusisitiza jambo moja kuu: umoja wa taifa. Akizungumza Ikulu wakati wa mkutano na viongozi kutoka Bungoma, rais alisema uchaguzi hupita, lakini Kenya hubaki, na Wakenya wanapaswa kuendelea kuishi pamoja kama ndugu na dada bila kuruhusu siasa kuwaletea mafarakano. Wakati huo huo, rais alimpongeza mbunge mteule Sami Douglas Kamau Ngotho na kumtaka watumikie wananchi wote wa Ol Kalou bila kujali walimpigia kura au la. Huo ulikuwa ujumbe wa kukubali matokeo na kuelekeza mjadala kwenye huduma kwa wananchi baada ya kuendelea na ushindani wa kisiasa. Lakini kwa wachambuzi wa siasa, kauli hiyo imezua mjadala mwingine. Je, ilikuwa ni kauli ya kawaida ambayo marais hutoa baada ya uchaguzi wowote, au ilikuwa ni njia ya kupunguza joto la kisiasa baada ya matokeo ambayo yamevutia mjadala mkubwa nchini? Hilo linaendelea kujadiliwa na maoni yanatofautiana. Jambo ambalo haliwezi kupingwa ni kwamba UDA imepoteza kiti hiki cha ubunge, huku DCP ikiibuka na ushindi mkubwa. Hiyo ndiyo sababu uchaguzi wa Ol Kalou umeendelea kuwa sehemu ya mjadala wa kitaifa, si kwa sababu tu ya mshindi, bali pia kwa sababu ya ujumbe ambao wadau mbalimbali wanaosoma kutokana na matokeo hayo. Lakini ikiwa Rais William Ruto alisisitiza umoja wa taifa, vipi kuhusu viongozi wengine wa serikali? Je, naibu rais Kithure Kindiki alisema nini? Na mawaziri na viongozi wengine wa Kenya Kwanza walitafsiri vipi matokeo ya Ol Kalou? Baada ya Rais William Ruto kutoa wito wa umoja na kumpongeza mbunge mteule, macho yalielekezwa kwa viongozi wengine wa Kenya Kwanza. Je, wangesema nini baada ya uchaguzi ambao wengi waliutazama kama kipimo muhimu cha kisiasa katika Mlima Kenya? Miongoni mwa waliotoa kauli mapema alikuwa naibu rais Profesa Kithure Kindiki.
Tofauti na ambavyo baadhi walitarajia, hakupinga matokeo wala kuyabeza. Badala yake, alimpongeza Sami Douglas Kamau Waweru kwa ushindi wake na kumtakia waunganishi wakazi wa Ol Kalou, huku akiwahudumia wote bila ubaguzi. Wakati huo huo, Kindiki alisisitiza kwamba ushindani mkubwa wa kisiasa bado uko mbele, akimaanisha uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kauli hiyo imewafanya baadhi ya wachambuzi kusema kwamba Kenya Kwanza inaonekana kuchagua kutotengeneza mvutano kuhusu matokeo ya Ol Kalou. Badala ya kuyapa uzito wa mwisho wa kisiasa, viongozi wake wanaonekana kuyaona kama sehemu ya mfululizo wa chaguzi ambazo haziamui peke yake mwelekeo wa uchaguzi mkuu ujao. Huu ni uchambuzi wa kisiasa unaotolewa na wadau mbalimbali, si msimamo rasmi wa serikali. Lakini huenda kauli iliyozua mjadala mkubwa zaidi ilitoka kwa waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku. Akizungumza baada ya uchaguzi, Ruku alisema serikali haijatikiswa na matokeo ya Ol Kalou na akasisitiza kwamba eneo la Mlima Kenya Mashariki linaendelea kumuunga mkono Rais William Ruto na naibu wake Kithure Kindiki. Aidha, alisisitiza kwamba matokeo ya Ol Kalou hayapaswi kutafsiriwa kama msimamo wa eneo lote la Mlima Kenya kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Kauli hiyo imefungua mjadala mpya wa kisiasa. Je, serikali inajaribu kutenganisha siasa za Mlima Kenya Mashariki na Mlima Kenya Magharibi? Je, huu ni mkakati wa kulinda ngome ambazo bado inaamini zinaunga mkono Kenya Kwanza? Hayo ni maswali ambayo wachambuzi wanaendelea kujadili, huku viongozi wa kisiasa wakitafsiri matokeo ya Ol Kalou kwa mitazamo tofauti. Lakini swali kubwa linalobaki ni hili: je, ushindi wa DCP huko Ol Kalou ni tukio la eneo moja tu au ni ishara ambayo inaweza kubadili hesabu za siasa kuelekea mwaka 2027? Baada ya vumbi la uchaguzi kutulia, jambo moja limebaki wazi. Mjadala sasa si tena nani alishinda Ol Kalou. Mjadala ni maana ya ushindi huo kwa siasa za Kenya, hasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kwa upande wa serikali, viongozi wamekuwa wakisisitiza kwamba uchaguzi mdogo haupaswi kutumiwa kama kipimo cha mwisho cha nguvu cha siasa za Kenya Kwanza. Hoja yao ni kwamba kila uchaguzi mdogo una mazingira yake ya kipekee na matokeo yake hayawezi kutafsiriwa moja kwa moja kama mwelekeo wa uchaguzi mkuu. Hiyo ndiyo sababu kauli nyingi za viongozi wa serikali zimeelekea kwenye umoja wa wananchi, kuheshimu uamuzi wa wapiga kura na kuendelea na ajenda ya maendeleo. Kwa upande mwingine, viongozi wa DCP na washirika wao wameutaja ushindi wa Ol Kalou kama ishara kwamba chama hicho kinaendelea kupata nafasi katika siasa za Mlima Kenya. Huo ndio mtazamo wa kisiasa wa upande huo, na ni sehemu ya ushindani wa simulizi ambao vyama vya kisiasa hujenga baada ya uchaguzi. Kwa wachambuzi wa siasa, uchaguzi huu unaonyesha jambo moja muhimu. Kadri mwaka 2027 unavyokaribia, kila uchaguzi mdogo utaendelea kupewa uzito mkubwa kuliko idadi ya kura zinazopigwa. Vyama vitakuwa vinatafuta ushahidi wa kuonyesha vinaimarika, huku wapinzani wakitafuta ushahidi wa kuonyesha serikali inapoteza uungwaji mkono. Ndiyo maana uchaguzi wa jimbo moja unaweza kugeuka mjadala wa kitaifa. Hata hivyo, ni muhimu kukumbuka kwamba hakuna uchaguzi mdogo unaoweza peke yake kutabiri matokeo ya uchaguzi mkuu. Mambo mengi yanaweza kubadilika kati ya sasa na 2027, ikiwa ni pamoja na hali ya uchumi, utekelezaji wa sera za serikali, miungano ya kisiasa na maamuzi ya wapiga kura. Kwa hiyo, ingawa Ol Kalou imeongoza mjadala wa kisiasa, bado ni sehemu moja tu ya picha kubwa. Labda somo kubwa kutoka Ol Kalou si kwamba upande mmoja umeshinda na mwingine umeshindwa. Somo kubwa ni kwamba demokrasia huwapa wananchi nafasi ya kutoa ujumbe wao kupitia kura. Baada ya ujumbe huo kutolewa, jukumu la viongozi ni kuusikiliza, kuuheshimu na kuendelea kuwahudumia wananchi. Kauli za Rais William Ruto, Naibu Rais Kithure Kindiki na viongozi wengine wa serikali zimeonyesha msisitizo wa kuheshimu matokeo na kuendelea na kazi ya uongozi. Wakati huo huo, vyama vya upinzani vinaona ushindi huu kama chanzo cha matumaini kuelekea chaguzi zijazo. Hayo yote ni sehemu ya siasa za ushindani katika mfumo wa kidemokrasia. Wewe mtazamaji, waonaje? Je, matokeo ya Ol Kalou
Ni uchaguzi mdogo wa kawaida tu au ni ujumbe wenye uzito kwa serikali ya Kenya Kwanza na vyama vya upinzani kuelekea mwaka 2027? Tuandikie maoni yako kwenye sehemu ya comments. Usisahau kubonyeza like, subscribe, comment na share. Washa alama ya kengele ili usikose habari na uchambuzi wetu. Pia tufuate @MotoTV Kenya kwenye majukwaa yote ya mitandao ya kijamii. Mimi ni Ugaro Brian Osoro na hii ni MotoTV Kenya, ikiwa hiki ndicho kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki. Asante kwa kutazama. Tukutane tena katika habari moto za sasa zijazo.